Kabla mambo yote tupate ombi. Mtakatifu Mungu uliye juu ishi milele, tunakushukuru na kulicha jina lako masaa haya matakatifu ya sabato yako takatifu, tunapojihudhurisha mbele zako na takasa nia na mioyo yetu mbele zako, ili Roho wako Mtakatifu akapate kutuongoza katika kweli yako yote, na tukafurahi katika kweli hiyo. Na uwe pamoja nasi pamoja na wote wanaosikia katika vyombo mbalimbali. Uwepo wako ukapate kwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho, ni katika Kristo Yesu ndiye Bwana na Mwokozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa tuwe tayari wakati wote, muda unaofaa na usiofaa kwa kazi yake Kristo Yesu. Kwa hiyo nimepata mwaliko wa kusimamia mada ya kuhusiana na chakula. Bwana Yesu asifiwe. Chakula ni nini? Maana mimi sipendagi sana niongee, japokuwa nitakuwa na msomaji. Yupo msomaji nipatie Hesabu 22 mstari wa 18. Ili fungu pia mwalimu mmoja nalipenda sana. Tutaanzia na hilo kuweka msingi wa mada ili twende vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu 22:8. Hesabu 22 mstari wake wa 18. 18. Anasema, basi sasa nawasihi, kaeni hapa tena usiku huu, nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. Ndio. Samahani, nimesema 19. Hesabu 22:18. Naam. Balaamu akajibu akamwambia watumishi wa Balaki, naam, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, sawa, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muktasari wangu katika somo la vyakula, Balaam anasema hatovuka mpaka wa neno. Kumbe kuna mipaka, si ya viwanja tu. Lakini hata Mungu alipoumba mbingu na nchi aliwekea bahari mpaka isivuke, si ndio? Kwa hiyo kumbe pia kuna mpaka katika neno, si ndio? Kwamba kutokuvuka, kulizidisha ama kulipunguza. Kwa hiyo kama Mungu ni muasisi na ni muumbaji mtakatifu sana asiyeweza kuelezeka akamalizika, je, aliweka utaratibu upi katika tasnia yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma, hebu nisomee pia Wakorinto wa kwanza 14. Wakorinto wa kwanza 14. Mstari wa 32 na 33, alafu utaruka mstari na wa 40. Haraka kidogo. 32, 33 na anaende 40, ndio? Anasema Wakorinto wa kwanza 14:32. Anasema hivi. Naam. Na roho za manabii, naam, huwatii manabii. Roho wa manabii huwatii manabii. Twende. Kwa maana Mungu sio Mungu wa machafuko, bali wa amani. Ndio. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Ndio. Wanawake wanyama, anasema yani 40. Korinto wa kwanza 14:32-33 mstari. Ndio. Alafu utaenda na mstari wa 40. Anasema 40. Lakini mambo yote, naam, na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna utaratibu pia mbele ya nani? Ya Mungu. Sasa tuangalie utaratibu wa Mungu ni upi tangu uumbaji. Mwanzo 1. Mstari wa kwanza. Mwanzo 1 mstari wa 29 na 30. Anasema, naam, Mungu akasema, naam, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu, ndio, ulio juu ya uso wa nchi yote pia, ndio, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanadamu aliumbwa katika siku ya 6, si ndio? Ndio. Lakini alipomalizika mwanadamu kuumbwa, anapewa formula ya nini? Ya ulaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ukienda hotelini kuna manyu ya chakula. Kwa hiyo mwanadamu alipomalizika kuumbwa siku ya 6, katika siku hiyo Mungu anampatia menyu ya ulaji katika sayari dunia hii. Kwa hiyo aliyeumba pia ndiye aliyetoa utaratibu afanyaje? Wakula. Kwa hiyo Wakorinto 14:40 nasema Mungu ni wa nini? Ni wa utaratibu. Kwa hiyo hata katika kuumba kwa mwanadamu na kupewa dunia kuitawala, alipewa pia utaratibu wa kufanyaje? Wakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo kama Mungu alitoa utaratibu tokea mwanzo, tunaendelea Mwanzo 9:3 na 4. Haraka kidogo. Mwanzo 9. Mwanzo 9:3 na 4. Anasema hivi, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. Ndiyo. Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile. Naam. Kitabu cha Mwanzo 1:29 mpaka 30 tunaona Mungu akiongea kuhusiana na chakula kinachotakiwa kufanyaje, kutumika ama kuliwa na viumbe ambao Mungu aliwapa, si ndio, kwa maagizo yake. Baada ya nguko tena na baada ya gharika, tunaona Mungu akimuhusia Nuhu namna tena nini ya kula. Kwa hiyo mwanadamu alipoumbwa hakupewa tu kujichagulia yeye kula chochote, bali uwezo wa kula aliutoa nani? Muumbaji aliyemuumba akampa kutawala nini? Dunia. Kwa hiyo hata dunia mwanadamu alipopewa kutawala dunia alipewa utaratibu, si ndio? Kwa hiyo mwanadamu hataishi kwa nini? Twende vizuri kwamba twende kwenye Kumbukumbu 8:3 ambayo Yesu alinukuu huko kwenye Mathayo 4:4. Twende. Anasema akakutweza 8:3. Anasema akakutweza, ndio, akakuacha uone njaa, ndio, akakulisha kwa mana, ndio, usioijua wewe wala baba zako sawa hawakuijua, ndio, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu hana maamuzi yoyote, isipokuwa muamuzi wa waamuzi ni Mungu mwenyewe aliyemuumba mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu hatoishi kwa mlengo wake, mwanadamu anaishi kwa malengo ya nani? Ya Mungu. Somo la mchana alikuwa anasema kusudi la kujua ndoto au kusudi lako la kuumbwa, si ndio? Yaani ujue shabaha yako kwa nini upo pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shabaha ya mwanadamu kuumbwa, anatakiwa alipoumbwa aishi kwa taratibu za nani? Za muumbaji wake. Kwa hiyo hatoishi kwa maneno yake, ataishi kwa maneno ya muumbaji wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutokea mwanzo mpaka tulipofikia tunaona anayesema na kutoa maonyo na maagizo ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani? Ni Mungu. Sasa je, kwa nini tunasema somo au mdahalo leo katika masomo kujifunza kuhusiana na chakula? Chakula ni kile ambacho Mungu alichokihalalisha kwenye maandiko matakatifu, ambao Balaamu anasema sintovuka mpaka wa neno la nani? La Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Walawi pia nakwambia kuna wanyama, si ndio? Tunasogea tu, point yangu tu tuzungumze afu tufike kwenye kuchangia hapo. Kuna maswali nitauliza. Mwanzo 11:1 mpaka 23 wanazungumziwa wanyama au vitu vinavyotapaswa pia kuliwa. Aliyesema tena hapo pia si kiumbe kilichoumbwa, yule aliyeviumba viumbe. Bwana Yesu asifiwe. Aliyeviumba viumbe anavijua vizuri viumbe kuliko ule vivikuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Adam kavikuta viumbe. Kwa hiyo kati ya viumbe na mwanadamu, viumbe vina umri mkubwa kuliko nani? Mwanadamu. Kwa hiyo Mungu akamfafanulia mwanadamu juu ya viumbe vinavyopaswa kutumika kama chakula, kama vile Mwanzo 1:29, si ndio? Tumetoka hadi kwa Nuhu, tunafika mpaka hapa kwenye Walawi. Tangu anguko tumezidi kufanyaje? Kusogea tu. Anaendelea kusema masuala ya vyakula ni nani? Wana darasa ni nani? Kwa hiyo tangu mwanzo mpaka kufikia Kumbukumbu la Torati, msemaji anayehusiana na mambo ya vyakula kinachopaswa kuliwa kisiliwe, tunamwona ni nani? Ni nani? Na mtu aishi kwa nini? Bali kwa neno la nani? Litokalo kwa Bwana. Sasa tutaangalia wengine watupe maandiko ambapo Mungu alisema kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Mungu kasema wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri? Haya, tunaendelea mbele, tunasonga mpaka kwenye Agano Jipya hapa, tunarukaruka. Ukisoma Mwanzo Walawi 11:24 mpaka 47, tunapata vyakula ambavyo si vyakula, yani visivyoliwa. Tunapata visivyoliwa lakini viliumbwa na muumbaji, vipo humu wapi? Duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila kiumbe kilichoumbwa kina kazi yake na nafasi yake, kama tulivyojifunza somo la mchana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu kaumbwa na kusudi lake na shabaha yake. Kwa kila mnyama, kila kiumbe kiliumbwa kwa kazi yake duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusiingilie majukumu ya kazi nyingine ambayo si ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie tena
tunaruka. Ukisoma Isaya kuna wanakuambia tunaona kwenye mchuzi wa nguruwe na panya. Yaani kuna vitu vingi vimezungumzwa huko kwenye vitabu vya manabii. Sasa turuke kidogo ili sichukue muda, twende katika maandiko mengine ya nyakati baada ya Kristo. Anazungumzia tuseme Mathayo. Maandiko mabaya yanayotumika vibaya kwenye mambo ya makulaji. Mathayo 15. Msomaji soma haraka. 15 ngapi? Mathayo 15 1 mpaka 9 mpaka 10, alafu utaruka 11 na mstari wa 18. Twende. Anasema ndipo Mafarisayo na waandishi kutoka Yerusalemu walipomwendea Yesu akasema, mbona wanafunzi wako yalifu mapokeo ya wazee? Ndio. Kwa maana hawanawi mikono walapo chakula. Ndio. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi huialifu amri ya Mungu? Sawa. Kwa ajili ya